iliyo hai, tunajua kwamba hamaanishi kwamba tunatakiwa tena kuchinja ile nanili. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo tayari amesha tuonyesha, kwa sababu ukisoma Wakorintho wa 2:17 inatuonyesha kwamba Jesus was the substance. Kile kingine walichokuwa nakifanya katika Agano la Kale ilikuwa ni kivuli cha mambo yanayokuja. Kwa hiyo the real substance is Jesus Christ. Na ndio maana unaona pia katika Yohana 1:29 pale anasema kwamba pale ambapo mtume Yohana pale anapotuambia kwamba siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo maana Yesu Kristo alifanyika both, alifanyika mwana kondoo wa Mungu, alifanyika those goats, wale mbuzi wawili, mmoja alikuwa ni scapegoat, mwingine alikuwa ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. All that, he became all that on the cross, ili mimi na wewe tupate kumkaribia Mungu kwa roho mmoja, kama tulivyosoma kwenye Waefeso 2 mstari wa ngapi? Mstari wa 18. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru sana Mungu kwa neema hiyo. Kwa kupitia Yesu Kristo tumepata upatanisho mbele za Mungu, tuna amani na Mungu, kama ambavyo kwenye Waefeso tumesoma, amesema kwamba akatupatia amani, kwamba akafanya amani kati yetu sisi na nani? Na Mungu. Kwa haina tena haja kwenda na such sacrifices. Lakini mtume Paulo anapotuambia dhabihu iliyo hai, anamaanisha nini? Kitu cha kwanza, Mungu anakuhitaji wewe, mwana wa Mungu. Mungu hahitaji tena hizo sacrifices, he needs you. Tukiangalia kwenye Zaburi 51 mstari wa 17 inatuambia kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka Mungu hutaudharau. Unaona kwamba moyo uliovunjika na kupondeka Mungu hutaudharau. Hapa moyo uliovunjika, mtume mwana wa Mungu Daudi anamaanisha nini? Mfalme Daudi anachokimaanisha hapa, anamaanisha kwamba the heart that is yielded before God, moyo ambao umesurrender to God, moyo ambao umekuwa, yani the heart that is ready to be used by God. Ndio kitu anachokimaanisha hapa kwenye Zaburi, kwamba anasema kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, the heart that is ready to be used by God. Na ndio maana nilikwambia anaposema dhabihu, anasema kwamba dhabihu iliyo hai, anamaanisha nini? Anamaanisha wewe mwenyewe. God needs you, God needs me. Kwa nini? Kwa sababu sisi ndio ukwani wa kifalme tunaozitangaza fadhili za Bwana hapa duniani kote. Mungu ni roho, ili operate anahitaji mwili wangu, anahitaji mwili wako, ili aweze kuoperate katika ulimwengu huu. Kwa that's why dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, the heart that is ready to be used by God, the heart that is yielded to be used by God. Ndio maana anaposema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, acceptable to God. Kwa yani we already been acceptable to God through Jesus Christ and his finished work of the cross. Kwa hiyo sasa, mwana wa Mungu, tunavyokwenda kuomba, I want you just to surrender your heart, kwa sababu we have seen kwamba God needs you. Ndio maana tukiangalia kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19, neno la Mungu linatuambia kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo, mimi na wewe, mwana wa Mungu, all we have to give before God is to present ourselves a living sacrifice which is holy, acceptable, and that is our reasonable service before God. Hiyo ndio ibada yetu yenye maana mbele za Mungu. Kwa mwana wa Mungu, mahali popote ambapo unanitazama, I want you to surrender before God, to yield to God, to speak those words ambazo kila neno ambalo unalisikia linatoka ndani ya kinywa chako. Kwa nini? That's how you present yourself before God. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anahitaji kukutumia wewe, anahitaji wewe mwenyewe ukapate kumwadhimisha. Na tumesema kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Roho iliyovunjika maana tumesema ni nini? Hapa alichokuwa anakimaanisha Mfalme Daudi ni nini? Anamaanisha kwamba ni moyo ambao, the heart that is ready to be used by God. So I want you to join me tunavyoingia kwenye maombi. Nataka kuomba na wewe, mwana wa Mungu, mahali popote ulipo, endelea kuachilia sadaka yako mbele za Mungu, endelea kumwabudu na kumadhimisha mfalme wa Mungu. That is what it means to be a living sacrifice. Hiyo ndio maana sahihi kabisa ya wewe, mwana wa Mungu, kuwa dhabihu iliyo hai, kuendelea kumwabudu Mungu, kwa sababu anasema kwamba waabudu halisi wanaabudu Mungu katika roho na kweli. Endelea kumwadhimisha mfalme wa falme kwa maneno ya kinywa chako, endelea kuachilia hiyo dhabihu yako. You are already a living sacrifice before God. Endelea kumwadhimisha mfalme wa falme kwa maneno ya kinywa chako. The best way to do this is through speaking in tongues. Kama ambavyo unanitazama, tunakwenda kunena kwa lugha tukimwadhimisha mfalme wa falme, Bwana wa majeshi na amani,
This is our reasonable service. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako kwetu. We thank you Father for this day. Rikande reketeri broshika randa kazondi kraha likazo liboje kelende libahaza kataya mando rande kesiketa rikazo. Father, we thank you for Jesus Christ kwa sababu ndiye sadaka inayojitosheleza mbele zako na mbele zetu. Mfalme wa falme, tunakuadhimisha kwa maneno ya vinywa vyetu. Rikereba shandereba santaraba handere kuza rikasa kataraba shikelendere braha likazo limante liketi kelaha la brozike teri baha likuza karadaba rekusi ketaya marada kus likeshile brahande kisantiriha likuza karadaba. Mwana wa Mungu, endelea kumwazimisha Roho Mtakatifu, endelea kumwadhimisha Mfalme wa falme, Bwana wa majeshi na amani kwa maneno ya kinywa chako, kwa kila neno unalolisikia ndani mwako. Endelea kunena kwa lugha, endelea kuachilia hiyo sadaka ya dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Endelea kumiminika mbele za Mungu kwa kunena kwa lugha. Riko zarabakente librahaza lekatira braheji ketaya manto rihara kateriha liko jente librahande ketele brahanda liko zakara rabashinte libahaza rike sente libahanda ramayantu kraheza ketea baha liko jakara rabasike taya maronda kasi kete likara rabashonte librahande rike sente maha. Baba, tunakuadhimisha Mfalme wa falme, tunakutukuza. Thank you Father, because this is our reasonable service to you. We worship you with the sacrifice of our mouth, with the sacrifice of our sweet words that we can offer to you this morning. Rikando rabazike tarabashinde lebrahande reketere brahanda liko shanda radasike tarabashente rebahaza likasanda rabahante keranda rabajia haziko radabakande reboza kata yanda rabashika liko zakata rana masuko rinde kashante rebahande likande rebo usamara dabahanta ya mane. Mwana wa Mungu, usiache kutamka hayo maneno unayoyasikia yanatoka ndani ya kinywa chako, kwani hiyo ndiyo ibada yako yenye maana mbele za Mungu. Kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako, kwa kunena kwa roho, kwa kunena kwa lugha, endelea kumwadhimisha Mfalme wa falme. Hii ndiyo ibada yetu yenye maana. If you feel like singing in the spirit, go ahead, continue speaking in that language, continue singing in that language. Rikashila baranda kasu lande leheze keta la kuza kara da bashike tea maronda kasike taya hikuza kata rande kilo da bashike hezi kataya hikara basunte rehanda rabashia hasuka taya mara da haza kataya. Father, we worship you with our words, we worship you with our language, we worship you with our everything, we worship you with our body, we worship you with everything that we have. We can only offer worship to you. Rika sandere basinte brahanda raba riko zakara mashile barada basika hikantara mando rabaskerehe jila dabaza karindo shakata hekiza randa rabashunti rahaza hiko rabasike tara bashente brahande rika sakaranda rabasuko toya likaranda rabashele brahanda hikuza rande rabashika radiso taya makan usikelida bara liko sharanda rasike ta likashata rabasanda rabahana. Kwa maana umemimina roho wako kwa wingi ndani yetu, nasi tunakuadhimisha Mfalme wa falme. Mwana wa Mungu, usiache kuendelea kunena kwa lugha mahali popote ulipo, kwani huu sio mwisho wa wewe kufanya maombi, ila ni mwanzo wa many more good things to come unto you. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya wingi wa fadhili zako ndani yetu. Asante kwa ajili ya karama hizi za Roho Mtakatifu ndani yetu, kwani kupitia hizo tunakuadhimisha Mfalme wa falme, Bwana wa majeshi na amani. And this is our reasonable service to you, Abba Father. In the mighty name of Jesus we have prayed and believed. Amen. Mwana wa Mungu, nimefurahi sana kufanya maombi haya pamoja nawe, kwani it's a good thing when we share altars together, mimi na wewe mwana wa Mungu, katika kumwadhimisha na kumtukuza Mfalme wa falme, Bwana wa majeshi na amani. Ningependa kukaribisha tena katika vipindi vyetu vingine vinavyofuata, na kuendelea kutufuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na mtandao wa TikTok. Tunakwenda kwa jina la Singing the Spirit Media, lakini pia tupo YouTube
kwa jina la Singing in the Spirit Media. Unaweza kaendelea kutufuatilia pia, lakini kupitia madhabahu yako hii ya Sonship Spirit TV. Usiache kumkaribisha mwana wa Mungu mwenzako ambaye unaona kabisa kwamba anatamani na yeye kufahamu zaidi kuhusu Roho Mtakatifu na karama zake, lakini pia hii ni faida kwako na kwangu pia, mwana wa Mungu, kuendelea kukua katika kimo na cheo cha Kristo Yesu. Habari njema ni kwamba unapendwa sana na Mungu Baba katika Kristo Yesu. Singing in the Spirit, always God is at work. I love you and I wish you a nice day. Shalom, shalom.